Touch Beats. Hapo zamani za kale kulikuwa na mtu mmoja tajiri. Huyo alikuwa tajiri tena mwenye fedha kweli. Nyumbani kwa huyo tajiri alikuwepo masikini, jina lake aliitwa Lazaro. Nyumbani kwa huyo tajiri alikuwepo masikini, jina lake aliitwa Lazaro. Lazaro alikuwa masikini, Lazaro alikuwa hana kitu, Lazaro alikuwa masikini, Lazaro alikuwa hana kitu. Nikitafakari hadithi hii, ukweli moyoni naumia. Watu wanapoteseka, watu wanaponyanyaswa, jamani, umaskini huu. Watu wananyang'anywa mali zao, watu wananyang'anywa mashamba yao, watu wananyang'anywa wake zao, watu wananyang'anywa mali zao. Tenda mema utalipwa mema kesho, ukitenda mabaya utalipwa mabaya kesho. Tenda mema utalipwa mema kesho, ukitenda mabaya utalipwa mabaya kesho. Yule Lazaro alikufa, Lazaro. Yule Lazaro alikufa, Lazaro. Alikuwa mwaminifu Lazaro, jamani, Lazaro. Alikuwa mwaminifu jamani, Lazaro. Pamoja na umasikini wake Lazaro, Lazaro alikuwa ni mwaminifu jamani. Mbinguni akachukuliwa Lazaro, Lazaro akaenda kupumzika. Siku zilisonga, miaka ikaenda, yule tajiri alikufa, na yule tajiri alikufa. Kuzimu alipokelewa yule tajiri, kuzimu alipokelewa yule tajiri. Alipoyainua macho yake akamwona yule Lazaro. Lazaro amependeza jamani, Lazaro kapendeza, naye anahangaika tajiri anahangaika. Akapiga kelele akisema, baba yangu Ibrahimu, naomba umtume Lazaro aende duniani, kwa maana duniani bado kuna ndugu zangu hawajaokoka bado. Naomba umtume ili aende akawaambia habari njema, ili wasije huku ambako mimi nipo, maana nateseka na hangaika. Ibrahimu akajibu akasema, wasipowasikiliza huko wako wahubiri, wasipowasikiliza tena wako wachungaji, wako waimbaji, wanasema hawawezi kumsikiliza huyu atokako huku, watasema huyu ameshakuwa msukule. Ndugu yangu, rafiki yangu, unayenisikiza popote pale ulipo, nataka niseme na wewe kupitia wimbo huu. Tajiri alijiona ni mtu mmoja wa maana sana duniani, lakini angalia wakati ule ambapo yuko kuzimu, hata wale wote aliokuwa akitumia nao pombe hawakuweza kumfuata kule kuzimu. Ndugu yangu, duniani hapa tunapita, ninakushauri kwamba pamoja na maisha ya anasa unayoyaishi, ndugu yangu, iko siku inakuja
kufa, na maandiko yanasema ya kwamba mwisho wa mwanadamu akisha kufa ni hukumu, hakuna kingine kinachofuata. Tafakari kwa kina sana haya maneno nayozungumza na wewe. Mungu yuko, anakuja Yesu kuchukua kanisa na wale wote wampendao. Je, mwanadamu utakuwa wapi? Tafakari hilo. Tenda mema ndugu yangu, utalipwa mema kesho.